Mama Samia Suluhu, achilia hii msichana. Hii msichana hajakukosea hata kidogo. Na wewe unajua Nifa Jovin is release Nifa Samuya. Rais Samuya ni watu wa hofu kwamba hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi wala nywinywi, hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Rais Samuya nywinywi wala nywinywi. Tanzania naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais, ndugu zangu. Amekosea, natambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia. Right guys, manze, just imagine being arrested in your own country because of just a TikTok challenge. See anything big, just a TikTok challenge. Now, that's not all. Being arrested, unapelekwa kwa koti, alafu do you know what you are accused of? Treason. Okay guys, najua labda kuna watu wenye waelewi hii maana treason ni gani. Treason ni kama unakumbuka ile temenye unajua treason ni kama kama umesoma historia ya Kenya, kuna jamaa fulani alijaribu kubadilisha serikali. Yote Moi kubadilisha serikali, akakiziwa of treason na akauliwa live. That is what is, yani akakuwa accused of treason. Sasa treason ni kitu kama hiyo. Ama ile temenye baba alijiapishanga, hapo ndo kulikuwa na hiyo, ndio kitu inakaa treason. Unaona? So because of that TikTok challenge, huyu dem wanasema ati alikuwa anataka kubadilisha serikali because of just TikTok challenge. Unajua hata hii nika sasa wa Tanzania pia wameanza ku make jokes. Yani like this is, yani like unatumia the word treason vibaya bwana. Hey, nimesikia kwa Tanzania wanaita uhuaini. You are using that word vibaya bwana. That is a big case. It is a very very big case. Now because of that TikTok challenge and umeona, the girl was arrested. Let us listen to what Kenyans had to say concerning that story, because alafu unaona hata Zuchu pia alifanya vitu zingine ufanyika UG na Tanzania zinafanya tu shukuru baba juu ya freedom of speech. Sasa imagine sasa hizi Nifa Jovin, ule demu wa nywinywi wala nywinywi watizi anachajiwa na treason juu ya TikTok video. Na vile si turogedenji kwa hii app, siwengi tungeongezea jela basi. Baba, continue resting in peace ba. Anasema kwamba yeye, she was one of those people who alikuwa anataka kuchochea, alafu na bado she's been charged with treason. Can you imagine? You're charging someone who sells cosmetics with treason. Eti alikuwa na mpango wa kupindua serikali. Yani these are the kind of things that just make us tuna appreciate mali ambapo tupo. Kusema kweli. Mamake mzazi mpaka akatokea jamani, akasema kwamba Nifa, mimi naomba msamaha. Kama kuna kitu alifanya, kuna kitu alitamka, mumsamehe, manake ndo tegemeo langu hapa nyumbani. Ana wadogo zake ambao wanamwangalia, na mimi pia niko hapa, sijihisi vizuri, I'm a bit sickly. Wakafikishwa, ilikuwa yeye with 21 others. Wakasomewa mashtaka, na nafikiri kesi itakuwa inasikizwa tarehe 11 hii Novemba. Sasa akipatikana yupo guilty, alafu hata mwenyewe pia akishuka kutoka kwenye lile basi la au maabusu kutolewa kule kuletwa hapa mahakamani, alikuwa amevalia utasema yuko Kenya, very heavily dressed, and there Tanzania kuna joto. Hasa tukakaa nasema pengine hata pengine alinyoroshwa akiwa huko ndani na makarawe. Sasa
Sasa maybe she was even trying to hide makovu, lakini the judge akapitisha akasema kwamba waende mwanzo watibiwe hali yao ya kiafya, manake according to the police school walikuwa wanasema kwamba waliwanyorosha kuwafundisha adabu. But it does not make sense kwamba mtu kama huyu eti hata kama sawa walikuwa ati wanapanga vurugu, walikuwa sijui hizo ndo claims, walikuwa sijui wanachochea nini isifanyike, elections isifanyike, yote yamepita. Sasa you charge mtu kama huyu kweli na treason, hiyo does that make sense? Alafu hizi media za Tanzania, ile siku Kenya hapa sisi tulikuwa na matatizo yetu, we are taking to the streets, tunafanya ile maandamano, walikuwa kierere wanatangaza kipaumbele, yani ulikuwa tunaongezea blog za TZ, kila kitu ni Kenya. Haya sasa hivi imefika kwao, mbona kimya? Hatuwasikii, hatuwaoni, hakuna anayeripoti, nothing. Hasa tunawashangaa. Lakini in all honesty I don't think huyu Nifa yani isikizwe hiyo kesi na pengine wapatiwe tu msamaha, maybe just some small penalty, kwa sababu ile treason, by the way, it's the same charges as Tundu Lissu. It is death penalty mkipatika, yes, if you're found guilty, of which sasa Nifa kweli mkimwangalia ni mtu anaweza kapindua nchi. Kwambia guys, some of these stories tukiangalia alafu bado tunasikia watu hapa Kenya tunataka kuwekea sijui cyber crime law. These are the laws that unapata ni hizi tu, the government will take advantage of that. Alafu unapata there are some people who are supporting something like things like this. Manze, it's so unfortunate. So udem ameshikwa bana, na hata imagine ameshikwa na amepelekwa ndani for treason. Hata mama yake manze alibaki amelia hapo manze, ameambia hadi akaongea na Samia akamwambia msamee, but still not yet bana. The girl is being accused, na ni mtu tu mwenye a very beautiful girl mwenye anajituma tu, ako na shop yake, anajenga nchi. Hata venye tu that guy amesema kama mumulete Kenya bana, we need people like that, beautiful angel bana. Hata it's so unfortunate. We are not happy about this thing. Hata unajua like the moment the president was sworn in, hii story yenyewe alikuwa anafaa tu kuachilia, like kwa sababu is already the president. Unajua what is trying to do ni ku create more enmity between her and the people, kwa sababu watu bado wanaona hizi story, there are some people that are dead yet bado sijui mnashika watu, because hapo accused yeye peke yake kulikuwa na more than 100 people. Guys, let's check what a mother had to say concerning the same story. Check it out. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo mama, shikamoo mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama ni kutokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya Nifa mamangu. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka na rifi mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti, na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama mheshimiwa rais wetu mama. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea, wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mamangu. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa mheshimiwa rais. Ndugu zangu, amekosea, anatambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima.
Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Nifa, amekosea, natambua makosa yake, naomba utusamehe. Nimesikitika sana kumwona mama Nifa analia kwa mtandao. Mama Nifa amekuja ameomba msamaha Samia Suluhu Hassan, rais ambaye amejiteua Tanzania. Mama Nifa amelia sana, akasema naomba unisamehe kama mtoto wangu ameteleza, naomba unisamehe mimi. Yaani ameniumiza roho sana. Ndio maana nasemanga huko social media, kama mtu haujampenda, afadhali hata umblock ama upite tu posts zake usione. Si lazima umpende watu, kwa sababu kuna watu wanajitoa wenda wazimu kibiashara, kimaisha, wanapambana kwa sababu hao ndo familia imetegemea. Ushaona? Kuna watu familia nzima inawategemea, na hao wakianguka familia imeanguka, manyumba mingi inaanguka, watoto wengi wanakosa kwenda shule, maboma nyingi watoto wanakosa kukula, mayatima mahali wanakosa pa kulala, wanakosa chakula. Sasa ukikuja huku kwa mtandao ukiona mtu anang'ang'ana na pambana na ujinga wake, msupport, na if you cannot support them, just pass. Guys, manze, let us do this. First of all, in the comment section kila mtu tuandike justice for Nifa, #justice for Nifa. Manze, this might be a small platform but we never know inaweza fika wapi. Let us just write justice for Nifa, alafu mlike video ndo iende sana, test watu wa watch. You can never know, kwa sababu imagine mimi, just let us do this for the sake of that mother. Mimi unajua this is the only platform that we can speak. YouTube, Instagram, TikTok, this is the only way you can speak. Hakuna vitu vingine tunaweza fanya. Ukienda kwa street they will kill us. So this is the only option we can do. Let us just type there, down there. Take your time. Najua haikuangi rahisi kutype saa zingine, but take your time. Justice for Nifa bana. Imagine that, how that woman is crying, and of course the president is also a woman. Kwani moneni watu huruma, you guys? Hamna hata hiyo humanity. Kwa sababu the president has the power, he can just say release kesho na she will be released, she will be free. Guys, justice for Nifa bana. Kwani alafu unaona hata si ni Diamond amefanya hiyo challenge, hata Zuchu, but because he wasn't supporting the regime, now amekuwa arrested. Tell me what you think about it down there in the comment section. Don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to write justice for Nifa, justice for Nifa.